Baada ya kumaliza kulima, tukatafuta sehemu moja nzuri kwa ajili ya kuondoa uchovu wa kulima. Wakati tunazungumza, babu akavua kofia yake. Mimi nikashangaa, kumbe una mvi hivyo? Kwa nini nisiende kununua kiwembe dukani nikaweza kukunyoa nywele hizo? Maana mvi ni nyingi sana babu kichwani mwangu. Babu akaniuliza, kwa nini wataka ninyoe? Mimi nikamwambia, ili upendeze babu, kwa sababu mvi zilokuwa nazo ni nyingi mno, lakini ukinyoa hizo mvi zako unakuwa kama kijana vile babu yangu. Babu akatabasamu kisha akaniambia, subiri nikueleze hadithi hii ili uweze kunielewa. Natumaini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu uende ukanielewa mjukuu wangu. Aliposema hapo, mimi nikatega sikio sasa ili niweze kumsikiliza babu yangu. Siku moja Abdullah bin Amri radhiallahu anhu amesimulia ya kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amekataza kunyoa mvi, na akasema, hakika hiyo ni nuru kwa Muislamu. Umenielewa mjukuu wangu au hujanielewa? Mimi nikamjibu, hapana babu, sijakuelewa, nielezee kwa undani zaidi. Babu akasema, mjukuu wangu, subiri nikupe hadithi nyingine, huenda hii ukanielewa zaidi. Siku moja Abu Huraira radhiallahu anhu amesimulia ya kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, msinyoe mvi, hakika hizo zitakuwa nuru siku ya Kiyama. Yule ambaye atafikia utu uzima kwa kuwa na mvi, basi Allah atamwandikia kila mvi moja wema mmoja, na atafutiwa dhambi moja, na atanyanyuliwa kwa daraja moja. Je, hapo umenielewa? Nikamwambia babu, kwa hapo nimekuelewa.